So allow me to welcome Mrs. Imali to come and crown the day. Thereafter, she's going to welcome Papa, who is going to commission us in Jesus' name. Thank you, man of God. Mbona mimi mkuniweka kwa hivyo hata mimi niingie na hiyo iliwapita. Mlikuwa mtuwekea hata sisi my friend Kwani ni nyinyi tu? Si hata facilitators wako kamoja tu tuone. Unaonaje watu wa Mungu? Facilitators pia waingie na kamoja tu hivyo tuone venye pia how are they gifted as we have seen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Akimu naniangusha 10. See, we are finishing and we ought to finish strong. Sawa sawa? Yes. So mimi ninataka nikisema Bwana asifiwe unasema ya ukweli. Unaamini ya kwamba he deserves our praise. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Amen. We have been so blessed by our being part of this conference 2025 and of course as we now come to conclusion of the same and trusting God for journey masses for those who are traveling tomorrow and of course a blessed service tomorrow here. We want to, yes, maybe I will say 1 or 2, 3 things about this afternoon's creativity on a high note. Yani imetuonyesha ya kwamba creativity haiko tuko nje, hata hapa dunia, hata hapa kanisani tunaona creativity and I would see how even small girls kidogo mwingine anajua kumbe anawezeka tu something to ina differentiate her, inaonyesha creativity within her and different ways we have seen. And creative communication is a spiritual gift from God. Bwana asifiwe sana. Spiritual gift from God and creative communication, that ability to communicate ideas in a unique way, in a creative way. It's an opportunity to be able to communicate God's message, to just be creative, and it contributes to resources in the kingdom of God. So tunapata badala ya kwenda kununua vitu kwa nje ama kuwaste vitu zenye ziko, you can make use of what is available, but also being able to present music in a unique way, dance in a unique way. We have skits, we have poems, there are many of them. Na mimi naomba next year kukue hata different, sio tu dance, kukue pia na those other creative communications zikuwe presented, alafu tuone ni nani watakuwa more creative. We can even have people singing. You give them a portion of scripture, they are supposed to come up with a tune or even a play around it. Yeah, and of course as we come, we can be able to present all this before the Lord. Alafu kitu kingine leo nimejifunza. Yani this afternoon ilikuwa tu hata mimi kujifunza. Kumbe mtu anaweza tu kuja hapa fashion show na dera. Dera. Unajua dera ni gani? Imagine. And she looks so presentable. Favor, please stand. Simama tu hapa mbele tena. Ni vile umeshavaa sweater lakini I wanted to present to the church of God a very decent and modest girl. In a dera. Sikuwa nimejua kwamba unaweza kuwa very decent, very presentable. Look at that girl. Turn to kidogo tu tena. Turn to tena. Tupigie msichana wa Mungu makofi mzuri. Amen, amen, amen. Thank you all for what you have been able to come up with. And I am sure mwalimu atasema, sio alienda wapi? Mwalimu Dana atasema kwamba we can do better. Sio? I'm sure he's giving us marks, lakini anatuambia we can do better next time, but already what has been done was so good. My dress, my choice. All right? My dress, my choice. Venye nataka kuvaa, it's upon me. What do you have to say about my dress? Kidogo to just getting to help us see what does God say about what we do, our conduct, how we dress. Why do we do what we do? Why do I wake up one day and among my many dresses, my many clothes, my many attires, I select this one specifically for Monday. Okay, when I'm going to class, maybe for high schoolers and primary, of course, when you go in uniform.
but for a college going, a university going, sorry, nimekumbushwa Kiswahili kitame. Yes, niko asubuhi ya Monday, after prepare ninavaa nguo gani Monday, nikienda kazini ama nikienda class ama nikienda shambani ama nikienda kwenye ninaenda, ni nini ina inform what I put on. My dress, my choice, you say it's only a phrase, but I'll tell you what that is in the spiritual matter. What about niende direct to on a Sunday service, siku ya Sunday. Samee nikiongea kizungu mingi, nilikuwa nisha switch. On a Sunday morning, ninataka kuprepare, naenda kanisani. Ni nini ina inform hii attire yenye nataka kuvaa? Nimeangalia, nimeona watu wengi hatujavaa Crocs tukiwa kanisani, hatujavaa slippers. But you know, of course, this is very normal and common. Nimezoea kuona wanafunzi wengi wanavaa hood, wamevaa of course earphones, na wamepocket na Big G na Crocs. Sijaona hapa hivi. What informs as a Christian what yenye unavaa any day ya siku? Ni nini huwa ina inform? What does the Bible say? Biblia inasema nini kuhusu decency, modesty, and specifically in the area of our dressing? Boya sana most huwa ni kama tunakuwa na conflict. You know, tuko sure ni gani ni sio gani. So unapata tu mtu tu anajiambia, hii mimi sioni ubaya na hii. But mwana anasema, aki my daughter, kabisa kama tunaenda kanisani na wewe, usiende na hiyo attire. Mimi sijasema ni dress, sijasema ni skirt, sijasema ni trouser, lakini mama ana feel hapana. Baba anaangalia anasema hapana, hiyo nimekataa kwa nyumba yangu. What informs? Ni nini hiyo ndiye anasema? Ni nini anamaanisha? Ni nini hiyo? Na msichana na kijana ameinsist, hii ndio nataka kuvaa. What informs what to do? I would want to read in the book of Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Ni siendi kufunza sana. Ninajua masaa imeenda, but I would want to give some basics kidogo. Oh, sorry, I said Colossians. Colossians should be after. Where is Colossians? What your Bible knowledge? After Philippians, eh? Ushafika hapo? Inasema nini verse 23? Inasema nini yako? I am using NIV. Yes. Yes. Mbasikie Kiswahili tafadhali. Wakolosai 3:23 nasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu. Pigia makofi tafadhali. Yes, na kabisa, exactly that. Kwa kizungu inasema whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Wacha niendelee, verse 24 inasema, since you know that you receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Bwana asifiwe sana. Paulo alipokuwa naongea na wana wa Kolosai, alikuwa anawaambia kabisa. Yes, and at one point in Corinthians alikuwa anawaambia, yes you say, kweli munasema. Everything I will do everything, lakini not everything is beneficial to me. Yes, kweli na ninaweza yeka hivi. Yes, ninaweza sema kwamba nitavaa venye ninataka. Nita conduct myself venye ninataka. Lakini anasema sio kila kitu inafaa. Sio kila kitu inanifaidi. Sio kila kitu iko na manufaa. Ndio maana akaenda kwa verse 23 akawaambia, basi na iwe hivi. Lolote lile ambalo mtalifanya, chochote kile ambacho utakifanya ama utakifikiria. In fact, in some portions in the Philippians, you would say, that which you consider or you think, yenye unafaa kufikiria, yenye inatokana na mawazo yako, because this is what hiyo ndio huwa tunaona. We can be able to tell who you are by just how you look like. Ukisimama tu hapa hivi, tunaweza analyze na hatutaenda mbali sana na kusema huyu msichana kuna uwezekano ako namna hii. Huyu kijana tu just by how amejipresent, tunaweza sema huyu kijana ako namna hii. Kwa hivyo akasema, lolote lile ambalo utakalo lifanya. Na in this case nitaweka kile chochote ambacho utakivaa kwa mwili wako.
from the head, the last strand of the hair to the last tip of the toe, from the head to the toe, chochote kile utakachokivaa ifanywe kulingana na mapenzi ya Mungu. Swali ikijiuliza, je, linamtukuza Mungu? Je, venye niko hivi, venye niko presented hivi, am I pleasing the Lord? Am I glorifying the Lord? Whatever it is. Kwa hivyo, swali inafaa kukua aje? Nikiangalia my closet, my wardrobe, manguo yangu from A to Z, je, zote zikianikwa mbele za Bwana, anaweza weka tick one by one. Aya, nikiamuka kabisa nimeamua tumeenda tu a walk with my friends. Tumeenda tu maybe kuna birthday bash mahali, tumeamua tu tuende hiyo birthday bash. If kabisa venye nimejivaa from my head to the toe, including the Crocs zenye tumezoea na headphones na earphones zenye huwa tunavaa, basi would the Lord put a tick on them? Would the Lord say, this is my child, I am proud of my son? Vienye kabisa amejivaa, vienye the presentability ya huyu kijana inaonyesha completely huyu ni kijana wangu. Oh, this is my son. This is a true daughter in my kingdom. Can the Lord confirm? Can he put a tick of every attire that you stand with? Hiyo ndio swali kubwa. In fact, nafaa kila wakati tunajiuliza, what would the Lord do? If of course we said he is our example, yeye ndio tunafuata, yeye ndiye anatuongoza, he is our Lord, basi nafaa nikishamaliza kazi zangu za kuvaa najiuliza, is this pleasing to the Lord? Nikakumbuka siku moja, and what has always inspired my way of dressing, na pia ninaamini that is what God would want of us. Nilimwambia nilianza kusoma Biblia bado nikiwa mdogo, si mdogo sana, nilipokuwa kule university. One day, mimi nilikuwa nimezoea tu my dress, my choice. All right, and I was okay. Anything that najisikia niko sawa. Kwa kama ni kanisani, kama ni wapi niko sawa. Me I used to think, Mungu hakui concerned hizi vitu zenye. Yaani si Mungu anaangalia roho. Si ndio? Watu tunajambia hivyo, si ndio? God anaangalia wapi? Roho. Na huko nje? My dress, my sawa. So niko pale hivyo. Nilikuwa nimejua it was on a Monday, nilikuwa naenda class. So nikaamua basi. Of course kawaida yangu nilikuwa when I wake up I do my devotion, I pray, and then na prepare naenda class ama wherever naenda. So hiyo asubuhi as I'm just doing my devotion, mimi nasoma Biblia tu kabisa. I used to do 3 chapters per day. Niko nasoma, sikumbuki kabisa where I was. Maana hiyo imekuja tu, sikuwa nimepanga nitawaambia. As I start doing my devotion tu hivi, nasikia kabisa kuna kitu Roho Mtakatifu anakataana nayo na sielewi ni nini. Mimi nikajiambia okay, mimi nitaomba na nitaamini atanielekeza. Nimemaliza, sasa nimeprepare nataka kuvaa. Wakati ninaenda kwa tunguo, ninayo tu my dress, it was a skirt actually, nakumbuka. I remember it very well. Nilikuwa nimenunua Eastleigh kule Nairobi, maana nilikuwa nimeambiwa ukienda campus usivae kama mashosho, wewe utafute manguo. So nilikuwa nimepea manguo pesa, niende ninunue manguo zangu za kampo kule Eastleigh. Sawa, so one of them niko pale ninayo, na nasikia Roho Mtakatifu ndani yangu anakataa hii skirt. Nashangaa ni nini naendelea tu kuayo. Roho amekataa. I cannot really say ati alikuwa anasema thou shall not, sisi sema ni hivyo alikuwa anasema, but the Holy Spirit that lives within me, Roho Mtakatifu wa Mungu anayeishi ndani yetu wa Kristo, wenye tumeokoka, anaweza kutuambia hii ni mzuri, hii si mzuri, nje iko sawa, hii haiko sawa. So mimi niko na hayo tu. Hii kabisa nasikia hakuna ugumu. But najikaza najiambia, my friend, hii haikai mbaya. Akitu ni skirt, alafu ni mrefu. Baadhi ilikuwa mrefu kabisa. So ninashangaa ni nini inaendelea. Ni nini Roho anataka? Lakini nikaendelea kukua kichwa ngumu. Can I surprise you what happened? Mimi hiyo iron box, it was new. Nilikuwa nimeingia tu campus, I was a first year, so usinge expect iron box mpya nimekuwa nikitumia inaweza kuwa inafanya kitu ilifanya. Hiyo iron box sijui tu wapi moto ilishika tu ikachoma hiyo dress, hiyo skirt ikachoma mahali fulani yenye yani siwezi weka patch, siwezi repair na hivyo. And I knew the Holy Spirit was not okay with that. From that time nikaanza kuangalia kama Roho amekataa hii skirt inakaa namna gani na hii any other skirt yenye niko nayo kwa hiyo wardrobe yenye inakaa namna hii, inamaanisha pia amezikataa. Nikasanya zote, nikafunga, nikachoma. Na
kuamini Mungu for a new attire ya kukuwa a decent and modest in his temple. Maana this is his temple, my body is his temple. And so nimekuwa nikijua for us wenye tumeokoka, other people wanaweza vaa and they are very comfortable and okay, lakini for us it is so different. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu atakwambia, my daughter, not of you. Hii sio yako wewe. Everybody else anaweza vaa vitu wamevaa and they go, they lead in praise and worship, they go and they are just okay. But for you as an individual, jinsi unatembea na Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kusoma neno lake, kwa kuomba, anakusaidia kujua what kind of clothes yenye unaweza vaa. Mnanielewa? That I have not said this is right and I have also not said hii ni mbaya. Lakini kukutembea na Roho Mtakatifu anakuonyesha this is okay, hii si okay. Lakini anatuambia hata unapo even if kabisa hauko clear. Unajua sometimes tunaweza kuwa kichwa ngumu. Hutaki. Kama venye mimi nilikuwa na feel sijisikii. Unafaa ujiulize aje. Je, hii yenye nimevaa, hii yenye niko nayo kwa wardrobe, hii yenye niko nayo kwa sanduku ama kwa suitcase, inampendeza Mungu? Would Jesus put on like I do put on? Akienda class, akienda kulima ama kupalilia, akienda kupatana na mabeshte, akienda wapi, you know, wherever. Maana Biblia again inatuambia in Matthew chapter 5, which I'll read. Matthew chapter 5 and verse 13, 14, 15 and 16. Biblia inasema hivi, Matthew chapter 5, at you are the verse 13, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of this world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. Praise the Lord. Kwamba sisi ni hiyo chumvi ya dunia. Sisi ndio tunapatia taste to the watu wenye tunaishi around. Sisi ni taa ambayo inaangaa. Je, venye just how you carry yourself kama kijana 14 years old, kama msichana 13 years old, 14, 15, 20 or whichever age you are, inaonyesha wewe kweli ni taa, wewe ni mwangaza, wewe ni nuru kwa ulimwengu. Je, watu wenye hawajaokoka, do they find it comfortable to put on just like you? Na watu wenye kabisa hawajaokoka, wakiangalia venye unavaa, do they go and get exactly the same clothes like you? Because kama sisi ni nuru, inamaanisha hivi. I want to give an example. Kama hii church, tuseme hakuna taa, ni giza tupu completely, ni giza tupu. Alafu msichana Favor aingie ndani na ingie na taa. Mmemtumia yeye ndio nilishika jina kama kwanza. You know, Favor ingie na taa. Hiyo taa, do you know, yani the room will be so different. Will be so different just because of the small light yenye Favor ameingia nayo. Kwa nini? Hii room ilikuwa completely, akakukuwa na taa, hakuna taa, ni giza tupu, lakini mwangaza kidogo tu hivi ime bring a whole difference in the room. You make a lot of difference. Niwaambie vijana na wasichana, you make a lot of difference to many wenye hawajaokoka by your actions. That's what James would say. Faith without action is dead. Maana niambia kuokoka ni kwa roho, lakini if you don't see the faith by its action, by how you put on, by how you talk, by how you know the things that entertain you, the things that you admire, you love, by the people you follow, when you united your mentors wako, kabisa hiyo imani yako haina matendo. In fact, Biblia inasema imekufa. It is dead. We can only see who you are by your action. Ndio maana nikasema, je, ukisimamishwa mahali tu simame tu hapa hivi. Usimame tu ambiwa turn around. Alafu usifungue mdomo wako kusema Bwana asifiwe. Usifungue Biblia kusema Jesus said this and the other. Can your way of dressing from head to the toe be a Bible? Biblia kwa
wenye hawajaokoka, just by your dressing. In case there was no opportunity to open your mouth, hakuna opportunity kufungua Biblia, lakini by just how you are dressed, wenye tu umevaa tu hivyo tu, uambiwe simama hapa hivi. Haya, wenye umesimama mbele yake ni watu hawajaokoka completely. Can they look at you and say, indeed Caleb is a true child of God? Huyu kijana ni wokovu itself. Hii ni Biblia inatembea. Caleb venye anatembea, hii ni Biblia. Ama wasema Caleb kumbe tu ni kama sisi. Ukiona sema Caleb ni kama tu sisi, haki Caleb jichunguze tena. Endapo ujiulize, am I light to this world? By my speech. That's why Timothy alikuwa na